Unaona ule William Ruto ako kwa kila sekta ya biashara. Unaona ule William Ruto Ameingia manufacturing. Unaona ule William Ruto Amenunua Baburi Cement. Unaona ule William Ruto Amenunua kampuni ya tiles. Unaona ule William Ruto Ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Kenya ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni mbili manufacturing steel. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles ndio anasukumia sisi affordable housing, kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyabiashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles, amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital, ile hospitali ya kifahari. Jana all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikuwe hospitali yake. Yeah? Nairobi West Hospital ni yake. Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra, ndio yake ivume. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Ile insurance scheme ya civil servants ni yake. Ako kwa insurance. Ametoka hapo ameingia mambo ya masomo. Anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University ndio university yake ipate watoto. Ametoka hapo aliingilia mambo ya Fuliza. Fuliza ni yake. Alichukua kutoka Safaricom. Ametoka hapo amechukua E-Citizen. Ako na 80% shares ya E-Citizen. Ametoka hapo mambo ya hospitality, mahoteli. Ameweka mahoteli Taveta, Mombasa, Amboseli, Samburu National Park, kule Mara, Masai Mara, hata amefuga mto ile wanyama wanapitia. Kazi yote ya conferences and seminars and workshops ya serikali inapelekwa hoteli yake ya Weston. Ametoka hapo ameingilia mambo ya banking. Amenunua benki inaitwa Sidian, ambaye pesa yote ya housing, affordable housing, pesa ya SHA, County Government of Nairobi, ametoa hiyo pesa yote kwa mabenki ya serikali kama KCB na National Bank, ameweka kwa Sidian Bank. Hiyo bank every day inatengeneza faida ya 21 million. Na nia yake ni kupeleka pesa yote ya serikali Sidian Bank ndio auwe benki zote za serikali, ikuwe benki yake ndio imesimama. Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale, unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu Kaso? Zidio? Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia saa ya kulia atalia kinini? Haya, pale huyu Rafael Tuju, hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si ni Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Yeye Wajaluo, simuulize sisi.
Munalia hapo, oh, sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi, mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema mko pamoja. Polisi wamejaa pale, wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. At least Kalonzo alijua hii mtu kuliko sisi. Lakini mimi naendelea kumuongezea makosa ya Kasongo ndio igie kwa kichwa kabisa. Niendelee kumwambia Kalonzo? Nimwambie nisimwambie? Sasa haya, ametoka hapo. Ameingia mambo ya ICT equipment. ICT equipment yote amepeleka Kenya Power. Kwa sababu mtu ya kabila yake ndio MD. Yeye ndiye ana supply ICT equipment yote Kenya. Ametoka hapo, ameingia mambo ya military hardware katika jeshi letu ya nchi kavu, ya maji na ya hewa. All the military hardware Kasongo ndio mwenye kusupply. Wafanyabiashara wote wamefilisika. Ametoka hapo, biashara ya dhahabu anafanya na mtu anaitwa Hemeti ambaye ni muasi huko Sudan. Sasa dhahabu inaletwa Kenya, inasafishwa, inapelekwa Middle East. Naye anapatia hao buduki, naenda kuua wamama na watoto. Na ndio majani chai ya Kenya imekataliwa kwenda Sudan. Kwa sababu Sudan wamesema William Ruto ameingilia mambo ya Sudan. Hiyo haitoshi, ameingilia mambo ya madini, minerals. Amefanya research, kila shamba yote iko na madini amenyakua. So minerals yote ya Kenya ni yake. Ametoka hapo. Ujue hii mtu hatumuelewi. Ameingilia mambo ya importation of sugar and rice. Pale Mwea tuko na shida, Kasongo ameshikana na watu, amelete mchele kutoka nje. Factory ya sukari ya Mumias, ya Nzoia, Chemelil, Muhoroni amenunua. Watu ya Western wameumia. On top of that, amefukuza Wakipsigis kwa shamba, Wakipsigis. Pale inaitwa Angata. Pale Kirigoris anajenga factory ya sukari. From there ameingilia mambo ya ukulima pia. Shamba ya Egerton University amechukua, analima ngano. Shamba ya Moi University amechukua, analima ngano. So kila kitu kwa hii Kenya, NTSA amechukua na watoto yake, ameleta formula ya kulipisha fines. Hiyo pia ni biashara yake. Mambo ya mafuta, petroleum, petrol and diesel, yeye ndiye analeta kitu inaitwa G2G. Hata ile iko Turkana amechukua. Lakini ile naaibisha ni ile biashara ya mtu ya kawaida ya matatu pia amechukua. Na watoto wake matatu ya Nairobi wanachukua. So ndio tunasema sasa, huyu mtu akirudi kwa bahati mbaya, mkilete mchezo, mkose kuchukua kura na kujitokeza, atauza Kenya na atafute proxies ajiuzie Kenya. Allah!